Jina lake halisi lilikuwa Alexander Mwakalinga, lakini waliomfahamu kwa jina hilo walikuwa wachache mno. Kwa wengi, hasa waliokuwa kazini kwake, alikuwa anaitwa Alex wa usafi. Alivalia sare ya rangi ya kijani kibichi, akibeba kifagio chake, ndoo na mopa, na kutembea taratibu huku akitabasamu kwa wateja na wafanyakazi wa kampuni ya Mwakalinga Holdings, kampuni aliyoiunda kutoka sifuri hadi kuwa moja ya makampuni tajiri nchini. Lakini nyuma ya tabasamu la mfanya usafi huyo aliyekuwa akijitia mkimya, kulikuwa na akili ya kibiashara iliyotengeneza mabilioni. Alexander alikuwa mtoto wa marehemu mfanyabiashara maarufu, lakini baada ya kifo cha baba yake, alichukua usukani wa biashara na kuigeuza kuwa himaya. Hivi karibuni aligundua kitu cha ajabu: hakuwa na mtu wa kweli wa kumpenda. Kila mwanamke aliyekuja kwake alionekana kuvutiwa na anasa zake: magari ya kifahari, hoteli za kifedha, mavazi ya gharama na vicheko vya hadhi. Alikuwa ameumizwa zaidi ya mara moja, kila mmoja akiondoka baada ya kupata alichotaka. Naweza kumpata mwanamke atakayenipenda nikiwa sina chochote, aliwaza usiku mmoja akiwa ofisini. Ndipo wazo hilo likazaliwa. Atajifanya mfanya usafi. Ataishi maisha ya kawaida ya mtu wa kawaida. Na hapo ndipo atakapojua nani yuko kwake kwa moyo na si kwa pochi. Kuingia kazini kama mtu wa kawaida. Asubuhi moja ya Jumatatu, wafanyakazi wa kampuni ya Mwakalinga Holdings walishangaa kumwona mfanyakazi mpya wa usafi akiwasili akiwa amevaa mavazi ya kawaida na buti zilizochakaa kidogo. Alitambulishwa kwa meneja wa usafi kama Alex, mfanyakazi wa muda aliyekuwa ameajiriwa na kampuni ya nje ya huduma za usafi. Alipewa majukumu ya kusafisha ghorofa ya 3, ofisi ya masoko na huduma kwa wateja. Huko ndiko alikokutana naye kwa mara ya kwanza, Maya Kihinga. Maya alikuwa mrembo, mcheshi na mchapakazi. Alikuwa mmoja wa wale watu wachache ambao hata kama hujawazoea, wanakuvutia kwa tabia na uchangamfu wao wa asili. Alex alimwangalia kwa mbali kila siku alipokuwa akisafisha sakafu. Kila mara aliposalimia, Maya alijibu kwa heshima, mara nyingine akimwambia, asante kwa kazi yako nzuri. Unaifanya kwa moyo. Maneno hayo madogo, yaliyosemwa kwa unyenyekevu, yalimgusa Alex zaidi ya magari yoyote ya kifahari aliyowahi kununuliwa na mpenzi wa zamani. Maya alikuwa tofauti. Siku moja ya mvua kubwa, Maya alisahau mwavuli wake kazini. Alisimama mlangoni akiwa amechanganyikiwa. Alex alikuwa akipiga deki mlangoni, akamwangalia na kusema, unaweza kutumia koti langu kama huna mwavuli. Maya alicheka, mbona utabaki na baridi? Nimezoea, Alex alijibu kwa unyenyekevu. Afadhali wewe ubaki salama. Maya aliguswa sana. Hatimaye walijikuta wakizungumza kwa zaidi ya dakika 10 kwenye kibaraza cha maegesho, wakishirikiana kikombe cha chai kutoka kwa mama ntilie. Ilikuwa mara ya kwanza Alex akahisi kama mtu wa kawaida, si kama bilionea, bali mwanaume wa kawaida anayevutiwa na mwanamke wa kawaida. Kwa wiki kadhaa zilizofuata, Maya na Alex wa usafi walizidi kuwa marafiki. Maya alimpenda kwa tabia yake ya kusaidia kila mtu ofisini, kwa unyenyekevu na bidii yake. Alimwona kama mtu anayepaswa kupewa nafasi, si kwa sura wala pesa, bali kwa moyo wake mwema. Siku moja, Maya alimpigia simu Alex, kitu ambacho hakikuwahi kutokea awali. Alikuwa na tatizo la kulipia ada ya mdogo wake na hakuwa na mtu wa kumwambia. Ingawa Alex alijizuia kwa muda, alituma pesa hiyo kutoka kwenye namba ya simu ya kawaida isiyojulikana kwake na kumwambia ni zawadi ya rafiki wa kweli. Siku moja, Maya alimwambia kwa utani, ungekuwa mtu mwenye hela, nisingekusumbua hivi. Alex alitabasamu, lakini moyoni kulikuwa na kivuli cha maumivu na tumaini. Alikuwa karibu kufichua ukweli, lakini alijua ni mapema mno. Alitaka kuhakikisha Maya atampenda hata akijua kwamba Alex wa usafi ni bilionea wa kampuni anayofanyia kazi. Na hapo ndipo hadithi ilipoanza kuchukua mwelekeo usiotarajiwa. Siku zilisonga. Kwa zaidi ya miezi miwili, Alexander Mwakalinga alihesabika kama mfanyakazi wa usafi wa kawaida katika kampuni yake mwenyewe.
Wafanyakazi wengine walimchukulia kwa misingi ya hadhi walioiona, mtu wa mtaa, asiye na ndoto kubwa, asiye na dhamani katika jamii ya walioelimika na wanaovaa suti. Lakini wakati kwa upande mmoja urafiki wake na Maya uliendelea kuota mizizi ya kina, upande mwingine uligubikwa na dharau kutoka kwa baadhi ya wafanyakazi wa kike waliokuwa na kiburi, maneno ya kejeli na majivuno yasiyo na msingi. Kati yao walikuwepo Judith, Queen na Nelia, wasichana waliokuwa wakijigamba kwa urembo, mavazi ya bei ghali na ukaribu wao na meneja mkuu wa masoko. Walijiona wao ni bora zaidi kuliko wengine. Siku moja asubuhi, Alex alikuwa akiharakisha kuelekea ghorofa ya 5 kufagia eneo la mkurugenzi msaidizi. Ngazi ziliteleza kidogo na bila kukusudia, alipoteza mwelekeo na kupiga hatua mbaya. Ghafla akashika nguo za Judith ambaye alikuwa mbele yake. Msaliti wa heshima wewe! Judith alilalamika kwa sauti kubwa. Unafikiri kwa sababu umenishika sasa utawa boss lady? Queen aliingilia akisema kwa kejeli, hawa wafagiaji wa mtaa wanahitaji sheria kali kabisa. Leo anashika nguo, kesho ataingia ofisini kuomba busu. Nelia akacheka kwa dharau na alivyo na sura ya huzuni, yaani kama mtu aliyefukuzwa hata kwenye kiwanda cha sabuni. Wengine wakacheka kwa sauti kubwa, bila kujua walikuwa wakicheka mbele ya tajiri wa kampuni hiyo. Alex alitabasamu kimya, hakusema neno. Alikuwa na nafasi ya kuwafuta kazi wote hapo hapo, lakini alijua kila tukio ni darasa. Alikuwa bado anatafuta jibu moja kuu, je, Maya atambaki upande wake hata akijua ukweli? Maya aingilia kati. Maya aliyekuwa akija kwa lift, alifika muda mfupi baadaye na kushuhudia tukio hilo. Alitulia kwa muda, kisha akasema kwa sauti ya amani lakini yenye msisitizo, nyie mnadhani hadhi ya mtu inatokana na mavazi au kazi anayofanya? Kama si hawa wanaotufagilia, je, mngepitaje kwa usalama kila asubuhi? Mnapaswa kuomba msamaha. Judith aligeuka na kusema kwa dharau, huyu ni rafiki yako sasa? Mnatoka wote? Ni mtu wa heshima kuliko baadhi yenu, Maya alijibu. Hana majivuno, hana matusi na hajawahi kunitukana hata mara moja. Alex alihisi moyo wake ukijaa faraja. Maneno ya Maya yalimpa uthibitisho wa kina, huyu alikuwa mwanamke wa tofauti, mwanamke wa kweli. Siku ya maamuzi, siri yafichuka. Muda ulikuwa umefika. Alex aliamua kuweka mambo wazi. Alimtumia Maya ujumbe kupitia namba yake ya kawaida, tafadhali nikuone jioni leo. Niko ghorofa ya 9, ofisi kuu. Maya alishangaa lakini alienda. Alipofika alikutana na mlinzi mlangoni aliyemfungulia kwa heshima, karibu sana Bi Maya, mkurugenzi anakusubiri. Mkurugenzi alirudia kwa mshangao. Alipoingia ofisini alikuta Alex akiwa ameketi kwenye kiti cha mkurugenzi, akiwa amevaa suti ya kifahari, nywele zikiwa zimetengenezwa kitaalamu na macho yake yakimwangalia kwa upole. Maya aliduaa. Wewe ndiye mmiliki wa kampuni hii? Alex alinyanyuka taratibu akamkaribia. Ndiyo Maya. Jina langu halisi ni Alexander Mwakalinga. Najua ulijua mimi ni mfagiaji. Nilifanya hivyo kwa sababu nilikuwa nataka kujua je, bado kuna wanawake wa kweli wanaoweza kumpenda mwanaume bila kujua kiasi cha fedha alichonacho. Maya alikaa kimya kwa sekunde kadhaa, kisha akasema kwa sauti ya kuguswa, na kwa nini mimi? Kwa sababu haukunidharau. Hukuwahi kuniangalia kwa juu chini kama wengine. Uliongea nami kama binadamu. Ulinipa chai pale kibarazani. Na zaidi ya yote, ulionyesha upendo wa kweli. Machozi yalimtoka Maya. Nisamehe kama nilionekana mdogo mbele yako. Alex alimgusa mkono. La hasha, wewe ndiye uliyefanya moyo wangu uamini upendo upo tena. Mkutano wa kushangaza, kioo cha tabia. Wiki moja baadaye, Alex alifanya mkutano mkuu wa wafanyakazi. Alisimama mbele ya wote akiwa na Maya upande wake, akasema, ninawashukuru wote kwa kazi nzuri. Lakini kuna somo moja muhimu nataka kuzungumzia leo, heshima. Binadamu wote wana thamani, iwe ni meneja au mfagiaji. Akamgeukia Judith na wenzake.
Wengine humu mlimdhihaki mfanya usafi aliyekuwa akiwatumikia kwa bidii. Sasa nina swali, je, kama mngejua alikuwa mmiliki wa kampuni hii, mngeendelea kumtukana? Ukumbi ulikaa kimya. Judith alitetemeka, Quyen alishusha macho, Nelia alikumbwa na aibu kali. Kuanzia leo, Alex aliendelea, natangaza programu ya maadili na utu kazini. Hatuajiri watu kwa elimu pekee, bali kwa tabia pia. Miezi mitatu baadaye, taarifa zilienea kwamba Alexander Mwakalinga alikuwa amemposa mwanamke mmoja mfanyakazi wa kawaida katika kampuni yake. Harusi yao ilifanyika kimya kimya, lakini ilihudhuriwa na watu maalumu. Wafanyakazi wote waliowahi kushiriki katika maisha yake ya Alex wa usafi walipewa zawadi za kipekee. Nelia alijifunza somo lake, lakini Judith na Quyen walipanga mpango wa uovu dhidi ya Maya. Maya aliendelea kuwa mke, rafiki na mshauri mkuu wa Alexander, akiwa si tu mrembo wa uso, bali mrembo wa moyo. Na Alex, aliyekuwa akisaka upendo wa kweli, alipata zaidi ya alivyotarajia. Alipata moyo safi, usioangalia sura wala fedha, bali utu wa ndani. Penzi lao lilizidi kuimarika na Maya aliendelea kuwa mnyenyekevu, mwadilifu na mchapakazi hata baada ya ndoa. Hakujivuna wala kujisahau. Lakini haikuwa hivyo kwa kila mtu. Baadhi ya wafanyakazi waliokuwa wakimfahamu Maya tangu alipokuwa mfanyakazi wa kawaida hawakupendezwa na mafanikio yake. Judith na Quyen, wafanyakazi wa idara ya sekretarieti, walishindwa kabisa kuvumilia kumwona Maya akiinuka juu zaidi yao. Walimwonea wivu, wakamsema vibaya na hata kumdharau hadharani. Kama si kwa kuolewa na boss, unadhani angevuka hata robo ya mafanikio yetu? Quyen aliwahi kunong'ona na Judith kwa dharau. Judith naye aliongeza, nasi amekuja juzi tu. Tena mtaa wa mabanda, leo anatamba juu ya mazulia ya ofisi yetu. Walipoona chuki na maneno hayatoshi kumwangusha Maya, walibuni mpango wa hatari zaidi. Walianza kumchonganisha kwa Alexander kwa taratibu zisizoonekana, uchonganishi wa chini kwa chini, umbea usio na mwisho, hadi kujaribu kumfanya Alexander amuone Maya kama mke asiyeaminika. Lakini Quyen hakusita hapo. Aliamua kutumia njia nyingine kumshawishi Alexander kimapenzi. Aliandaa mitego ya ajabu, mavazi ya kuvutia, sauti ya upole wa mtego na mazungumzo yenye kumchokoza bosi wake. Alexander, akiwa mume mwaminifu, aliepuka kila kishawishi, lakini hakuweza kujua kinachoendelea nyuma ya pazia. Siku moja, mafaili muhimu sana ya kampuni yalitoweka. Hakuna aliyejua ni lini au nani aliyeyachukua. Mambo yalichanganyika na kampuni iliingia katika taharuki. Kamera za usalama zilionekana hazikurekodi sehemu husika kabisa. Faili hizo zilikuwa zimepotea kimya kimya, pasipo dalili yoyote. Alexander aliitisha kikao cha dharura cha menejimenti. Upelelezi ulianza haraka, kila ofisi ikakaguliwa isipokuwa ofisi ya Maya. Wengi waliona haikuwa sawa, ila kutokana na heshima kama mke wa bosi, ofisi yake haikuguswa. Judith na Quyen walitumia mwanya huo kuchochea. Hatuwezi kuacha ofisi moja ikikwepa ukaguzi ilhali tuna pigo kubwa kama hili, Judith alidai kwa sauti yenye msisitizo. Ni kweli. Hii ni kampuni, si ndoa, Quyen akasema kwa kejeli. Mwanzoni Alexander alipinga. Hakutaka ofisi ya Maya iguswe. Lakini kwa shinikizo la wafanyakazi wengine na hata mkurugenzi msaidizi, alikubali kuwaridhisha. Kilichotokea kilimshangaza kila mtu. Mafaili yote yaliyopotea yalikutwa kwenye kabati la wazi katika ofisi ya Maya. Maya mwenyewe alishtuka zaidi ya wote. Alilia, alishindwa kuelewa faili zile zilifikaje pale. I can't believe this, mimi sijawahi hata kuyaona mafaili haya, Maya alijitetea kwa uchungu. Alexander alimwangalia Maya machoni. Alitambua kitu hiki si kitendo cha mke wake. Kama ni Maya angeyachukua, asingeacha kwenye kabati la wazi na asingefanya mchezo wa kipuuzi kama huu. Alikataa kata kuamini mke wake alikuwa nyuma ya tukio hilo. Lakini kampuni ilikuwa kwenye presha kubwa. Tukio hilo lilianza kumchafulia Maya jina, wafanyakazi wakimnyoshea vidole, wengine wakimchukulia kama msaliti aliyevunja imani ya kampuni. Hapo ndipo Alexander alipoamua kuchukua hatua binafsi.
Kwa siri alimfuata George, mfanyakazi wa kitengo cha surveillance, security tech, CCTV. Alimtaka George arudishe kumbukumbu zote zilizofutwa katika kipindi cha miezi miwili. George alijifanya hajui, akasema kumbukumbu zilifutwa zaidi ya miezi 6 iliyopita. Alexander alimwambia wazi, George, hili si ombi, ni amri. Futa uongo na rejesha data. Baada ya shinikizo, George alisalimu amri. Alirudisha kumbukumbu zote zilizofutwa. Ndipo ukweli ukaanikwa. Quyen alionekana akiingia kwa Alexander, akibeba mafaili ile siku aliyokuwa akijipendekeza kwake. Video zilionyesha hatua kwa hatua akificha mafaili kwenye begi la mkononi, kisha Judith akionekana akimsubiri nje ya mlango. Baadaye walionekana wakipeleka kwenye ofisi ya Maya kwa siri kubwa. Alexander alikasirika. Uso wake ulikunjamana kwa hasira kali. Aliwaita wote katika kikao cha ndani. George, sema ukweli wote sasa, aliamuru. George alikiri. Alikuwa akitamani sana kutoka kimapenzi na Judith, lakini Judith alimtaka afute video zote za siku hiyo ndipo atampatia penzi lake. Nilikuwa mjinga, nikakubali. Samahani boss, George alilia kwa aibu. Kwa ushahidi huo, Alexander alichukua hatua kali. Judith, Quyen na George walifukuzwa kazi mara moja. Maya, japokuwa aliumizwa sana, alipata haki yake. Alexander alimhakikishia mapenzi na ulinzi wake wa milele. Wamekuonea, lakini sitakuruhusu ulimwengu huu ukubomoe. Umesimama juu kwa haki na utabaki juu kwa hiyo hiyo haki, Alexander alimwambia Maya huku akimkumbatia.